Karibu sana katika kipindi chako pendwa cha funzo, na hii ni channel yako pendwa kabisa ya Nguna Media. Tuweze kufahamu ni zipi sababu ambazo huwa zinasababisha matumbo yetu kuweza kutoa kelele ama sauti fulani ambazo huwa zinasikika kama kitu ambacho kinamiminika ama kitu ambacho kinakuwa kama vile kinalalamika tumboni, na sauti zake kuweza kusikika kwa nje ama milio hiyo kuweza kutoka kwa nje. Wakati mwingine huwa inasikika kwa nguvu kabisa, ama wakati mwingine inaweza ikawa inasikika kwa mbali. Je, sababu inaweza ikawa ni nini, ama chanzo cha kelele hizi ama sauti hizi inaweza ikawa ni nini? Kabla ya kufika mbali, na kuomba ubinye subscribe button, kushare, kulike na kucomment ili tuendelee kuwa familia moja, tukiendeleana kupeana mafunzo mbalimbali, lakini pia kujulishana kuhusiana na mambo ambayo yanakuwa yanaendelea katika mfumo wa maisha ya binadamu. Bori gimi, hichi ni kitu ambacho kila mmoja huwa kinamtokea. Kila mmoja huwa anapitia hali hii pindi ambapo anakuwa pengine ametulia ama pengine anafanya jambo fulani, anasikia kelele hizi zikitokea tumboni mwake, ama anasikia kelele hizi zikiwa kama vile zinamtetema katika tumbo lake. Mara nyingi sauti hizi huwa zinatokana na vitu ambavyo vimeambatana kama vile njaa, mfumo wa umeng'enyaji wa chakula kuwa taratibu, ama wakati mwingine umeng'enyaji wa chakula kutokumalizika. Kwa hiyo hii hupelekea baadhi ya sauti kuweza kusikika, lakini pia matumizi ya aina fulani ya vyakula pia huweza kusababisha sauti hizi kuweza kutokea tumboni. Mara nyingi sauti hizi huwa zinasababishwa sana na ulaji wa aina fulani ya vyakula, lakini pia kunywa vimiminika vya aina fulani, lakini pia matumizi ya vyakula ambavyo vinaweza vikawa na gesi ama vinywaji ambavyo vinaweza vikawa na gesi, na hii huweza kujitokeza katika tumbo lako la kawaida, lakini pia na utumbo ule mdogo ambao huwa unapatikana chini kidogo ya tumbo lako. Hata wakati mwingine tumbo linapokosa kitu cha kuweza kuendeleza ama kitu cha kuweza kukifanyia kazi, basi sauti kama hizi huweza kujitokeza na kusikika nje na wazi kabisa ama hadharani kabisa. Mara nyingi sauti hizi mtu huweza kuzisikia pindi ambapo anakuwa labda ametulia sana, ama kuna kitu ambacho anakifanya, mara ghafla anasikia sauti hizi zikiweza kutokea tumboni mwake. Zipo sababu nyingi na lukuki. Sababu nyingine ni matatizo ya allergy ya chakula. Kuna watu ambao wamezaliwa wao wana allergy ya chakula, hivyo kila aina fulani ya vyakula basi tatizo hili huweza kujitokeza ama kelele hizi huweza kusikika. Lakini pia kuna wengine ambao mfumo wao wa chakula hauwezi kuvumilia aina fulani ya vyakula, kwa hiyo hii husababisha kutoka kwa makelele ama kwa sauti fulani ambazo hutokea tumboni. Wakati mwingine kunaweza kukawa kuna matatizo katika utumbo, uwe ni mpana ama mdogo, na utumbo huo unaweza ukawa umejifunga, ama utumbo huo unaweza ukawa unapata aina fulani ya shida katika hali ya muendelezo wa umeng'enyaji wa chakula. Pia kuna wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya nyongo yajulikanayo kama IBS, na wao pia hupata matatizo haya ya kelele ambazo huwa zinasikika kutoka katika mfumo wao wa tumbo ama mfumo ambao unakuwa na umeng'enyaji wa chakula. Sauti hizi kwa asilimia kubwa huweza kuzalishwa ama huweza kusababishwa na kitendo cha mfumo wa chakula kuweza kusukuma chakula ambacho kinakuwepo ndani kwa kitendo ambacho kinajulikana kama vile peristalsis. Hivyo kitendo hicho hutumia nguvu, lakini pia huzalisha mawimbi ambayo huwa yanasababisha chakula kiweze kutembea, na wakati chakula kikitembea huenda kikichanganyikana na kuzalisha vitu kama vile gesi ama mtiririko fulani ambao huwa pia unazalisha sauti ambazo huwa zinasikika kutokea tumboni. Hali hii kitaalamu unaweza ukaizuia kwa kunywa maji, ama unaweza ukawa umekula kitu fulani pindi ambapo unaweza ukawa umesikia kuna dalili za kusikika kwa sauti hizi kutokea tumboni mwako. Lakini pia inatakiwa wakati ambapo unakula chakula, basi hakikisha kwamba unakula katika hali ya utaratibu ambao ni wa utulivu zaidi, kwa sababu pengine hautafuni chakula chako vizuri, unakimeza kwa haraka, hivyo kinavyoingia tumboni, mfumo wa umeng'enyaji wa chakula huwa unapata tabu ama unapata shida katika hali ya kuweza kuhakikisha chakula hicho kinakuwa rahisi ama katika hali ya wepesi kwa mwili kuweza kutumia. Lakini pia inatakiwa uweze kupunguza kiwango cha sukari, pombe ama aina fulani ya vyakula vyenye asidi, kwa sababu hivi huwa vinaweza kusababisha matatizo haya ya tumbo kuweza kutoa kelele ama sauti fulani. Lakini pia hakikisha kwamba unajitenga mbali kidogo na vyakula ambavyo vinakuwa vinazalisha gesi ama aina fulani ya vinywaji ambavyo vinakuwa na gesi sana, na vyakula hivyo vinaweza vikawa labda ni maharage, bia, mboga za majani kama vile cabbage, inaweza ikawa ni matumizi ya uyoga,
vitunguu, lakini pia pears, sodas, pamoja na aina fulani za mbegu ambazo pengine umekuwa ukizitumia kila wakati katika kuhakikisha swala zima la chakula linakuwa ni endelevu hapo nyumbani kwako. Lakini pia inatakiwa uweze kuangalia, je, ni aina gani ya chakula ambacho pengine mfumo wako wa chakula unashindwa kuweza kuvumilia, ama huwa unapata tabu ya kwamba ni aina gani ya chakula ambacho ukila basi unaweza kusikia kelele hizi. Na ukishagundua ya kwamba ni aina fulani ya chakula, basi unaweza ukaamua kuachana na hicho chakula kwa muda kwanza mpaka pale mambo yatakapokuwa sawa. Lakini pia wakati mwingine unaweza ukawa unabadilisha aina fulani ya vyakula ili kuhakikisha unapata mlo ambao umekamilika, ama mlo fulani ambao unaweza kusaidia kelele hizi kutotokea tena katika tumbo lako. Lakini pia ni vizuri kuweza kutembea baada ya kupata chakula, na hii huwa inasaidia sana kuhakikisha mmeng'enyo wako wa chakula unaendelea katika hali ya utulivu, lakini pia kwa hali ya spidi kidogo, na hii husababisha umeng'enyaji mzuri na chakula hicho kuweza kuwa katika hali ya urahisi unaotakiwa na kutokea kwa kelele hizi kutoka katika tumbo lako. Lakini pia inatakiwa uweze kuwa ni mtu ambaye utakuwa ni mtulivu, kwa sababu kuna baadhi ya hali kama vile stress, lakini pia na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa vinakusababishia wewe kuwa na msongo wa mawazo, ama vinakufanya wewe kuweza kuwa juu, ama mtu ambaye unaweza ukawa una hofu na kitu fulani, huweza kusababisha kelele hizi kuweza kutoka katika tumbo lako. Na hii ni kwa sababu ya mmeng'enyo wa chakula kuweza kufanya kazi kwa mshtuko, na hii ni baada ya wewe kuweza kuwa na dalili hizi za stress ama hofu ama wasiwasi fulani. Ndio maana hali hii huweza kujitokeza. Lakini pia ukiona ya kwamba kama hali hii imezidi ama ni endelevu zaidi, unaweza ukaenda hospitali kwa ajili ya kuweza kuangalia uchunguzi katika mfumo wako wa tumbo kama kuna tatizo ama kuna majanga fulani ambayo yamejitokeza. Niseme asante sana, na imani umeweza kujifunza kitu. Binya subscribe button, share, like, comment, tuweze kukutana hapa katika funzo, na hii ni channel yako pendwa kabisa ya Nguna Media. Asante na bye bye.